Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. Siki. Hallelujah. 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 Leo mwadhani wetu arogoshwa. Nakushukuru Mungu katika jina la Yesu kwa sababu ya mwaliko wa Sky Cable TV tena. Nimekuja tena studio ili tukutane na wewe, tuendeleze kile kipindi chetu cha Usife Moyo. Maana bado mambo yanaendelea vibaya na ninasikia uchungu, ninasikia ninaumwa na ninasikia kuendelea kuhimiza ndugu na dada zangu kwa sababu bado ninaona mambo makubwa yakitendeka. Na ninaona nitoe nafasi hii kuendelea kukuambia usife moyo, kwa sababu ukifa moyo bado hapo ndio unachukua hatua ya kupotea. Na unapotea kwa njia nyingi. Kina kitu kinaitwa scatter. Scatter ni kitu inaenda bila njia. Njia ambayo zinatafutwa, unatafutwa na washauri, zinakosa, zinatafutwa na serikali, zinakosa, zinatafutwa na bunduki, zinakosa, zinatafutwa, lakini zinapatikana tu wakati utajua neno la Mungu. Maana neno la Mungu linasema hatujaribiwi ndio tuiche, bali tunajaribiwa ili tupate nguvu. Majaribu huleta nguvu katika maisha ya mwanadamu. Na Mungu anataka kukuonyesha wewe hauwezi bila yeye. Na ukisoma Yohana 15 anakuambia hapo, anakuambia yeye ndiye mti, wewe na wewe umatawi, na tawi lote lisipokaa kwenye mti basi halitaweza kuzaa. Na anasema lisipozaa basi litakatwa na litatupwa na watu wataokota waende wakaishome. Hii mateso mengi unaona ikipatikana ni wakati watu wamekataa mashauri, kwa sababu mashauri ndio inafanya ujue tu Mungu. Hata kama utaambiwa na mtu, rudisha upande wako, mawazo yako. Kuna watu hawataki kuambiwa na mhubiri, kuna watu hawataki kuhubiriwa, kuna watu wanadharau wahubiri, kuna watu wanadharau makanisa, na ikiwezekana wanaweza penda makanisa yafungwe kwa sababu inasumbua akili na maisha yao. Lakini pamoja na hivyo, suluhisho la maisha ya wanadamu iko katika neno la Mungu. Wakati unakataa kanisa ama unakataa neno la Mungu, basi unachagua kuangamia. Maana watu wameangamia, ndugu zangu, watu wameangamia, dada zangu, na tunawapenda sana, lakini hakuna vile unaweza kumsaidia kama hataki neno la Mungu. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu nimepata nafasi nzuri ya kualikwa kwenye kipindi hichi cha Usife Moyo. Ndugana kwe ngoro, andũ aingĩ nĩ gũkaga maũndũ maritũ, kuna kuja mambo mazito kinya warora ũkonaga tũthumuni, but God nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ etagĩrĩra ũgerio ũcio ũgeragia. Mahinda mamwe Biblia yugaga Jesu nĩ atonyire merikabu-inĩ, na agĩtonya merikabu-inĩ na akĩra etĩkia arĩa marĩ thĩinĩ nĩ tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ. Na andũ acio athiaga na wale watu walikuwa naenda nao ni expert. Kuna mtu alikuwa anaitwa Yohana. Yohana alikuwa expert kali sana wa kukamata samaki. Na pia Petro alikuwa hatari sana kwa kujua pale ndio ziko. Na kuna mwingine alikuwa anaitwa Yakobo. Yakobo naye ndio alikuwa anasimamisha marikabu, na ndio alikuwa anafungua nanga ndio siende. So walikuwa watu very expert kujua kushika samaki. So Petro alikuwa anashika vizuri na kujua mahali samaki zinaweza kuwa expert. Lakini pia Yohana naye hizi nyavu zikipasuka alikuwa na uwezo wa kuchona haraka ndio za samaki zisipotelee. So walishaguana wenye wanajua hakuna failure itaweza kuja wakati wanachika samaki. Lakini
Haya, Jacob naye alikuwa ndiye anasimamisha na ndio anatoa nanga ndio waende mahali kwingine. So walikuwa katika merikabu hii wamejipanga vizuri, kama vile mwanadamu anatumia akili na mawazo yake na anafaulu kwa mambo. Na ndio unaona watu wanauliza mtu, si unisaidie, ulifanya aje ukafanikiwa? Lakini huwezi ukapewa mashauri na mtu ukafanikiwa. Ni wengi wamejaribu kusaidiwa, hata wanapewa pesa, hata wanapewa gari, wanaambiwa nilifanya hivi, nilitafuta serious hivi, kuna mahali zinatoka bei mzuri na unaonyeshwa kila kitu, lakini kwa sababu mashauri ya mwanadamu haiwezi kukufikisha mahali, unakuta ulifilisika. Na huyu mwenye alikusaidia anasema nilimsaidia akashindwa. Si kushindwa, nyota ya Mungu haikuwa pamoja na huyu mtu. Ninataka kukuambia kuhusu nyota ya Mungu, na usife moyo, maana kuna nyota yako. Hata kama ile nyota ya yule ndugu yako haikukusaidia, ni kwa sababu ulienda kutafuta nyota ya watu wengine. Ukifuata nyota yako na Mungu anakupeleka mbali. Ni watu wengi tunakuwa nao na ni watu wengi tulikuwa nao, lakini nilipofuatana na nyota zao nilipoteza muda wangu mwingi sana. Kuna wakati niliwakuambia, nilipofuatana na nyota ya kupika shangaa, nikapika nikafungwa mpaka nikashangaa wakati wa Moyo. Haya, nikaona hii shangaa ina pesa na inanifunisha, inanipeleka jela. Nikawasha, nikaona bangi ndio iko na pesa, nikafuatana na grupu za bangi na nikaiuza sawa, kuiunda ile ya lupu, ile ya shada, ile ya kushamusha na kahawa, ile ya kushamusha na matawi ya miraa. Hakuna kitu sikufanya kwa sababu nilibebwa na ulimwengu wa watu. Na hiyo kwanza ndio ilinifunga sana, kwa sababu ilinifunga bila fine. So mashauri ya watu ilikuwa inanigongesha tu mawe, lakini sikufa moyo pamoja na hayo, kwa sababu niliamini Mungu. Hata kama sikuokoka, nilikuwa ninajua siko duniani kwa bahati mbaya. Kuna Mungu aliyenipeleka, maana kutoka mwanzo nililelewa kanisani na nikawa altar boy wa kanisa la Catholic, na nikakuwa mkubwa nikiwa altar boy na nikaendelea vizuri, lakini nikashotwa na marafiki. Sasa wakati nilikuwa kijana mkubwa, dunia ikanibeba, badala ya niende na ile ndoto ya Mungu, nimepoteza kipisi kikubwa sana chenye nilifuata mashauri ya wanadamu. Nikasahau kwamba huyu Mungu ndiye anasaidia mtu, na ni lazima usikilize vizuri sana na umtumainie yeye. Maana Biblia inasema yeyote atakayemwamini, awe Myahudi awe Myunani, Mungu hana ubaguzi. Yeyote atakayelilia jina lake, yeye atamsaidia. Ninataka kukuambia nini? Kamata neno la Mungu na uwe bold nalo. Usikubali kuyumbishwa na mambo kama vile bendera upelekwa na upepo. Wanadamu, hata awe ni brother yako, atakushauri na moyo mzuri, atakusaidia na moyo mzuri, lakini kwa sababu sio yeye ako na nyota yako, hatakusaidia kabisa. Nimeona wakijaribu, anakutafutia hata kazi nzuri, anakutafutia kila kitu kizuri, lakini kwa sababu sio yeye ako na mwelekeo wako. Kuna maono ya kila mtu, na mambo mengi yanafanya uvujike moyo ni wakati umejiingilia mambo yasiyo yako. Mambo yako huwezi kufa moyo, kwa sababu ni kipawa ambacho kuaga kimewekwa ndani yako. Kama wewe ni muimbaji, unaimba nyimbo zinakosa sauti, unaenda studio unaambiwa hiyo sauti yako, watu wanakwambia vile unaongea koo yako si ya wimbo, lakini unang'ang'ana na mpaka unaanza kujuia. Maana Msungu alisema practice make perfect, na asabu ndani yako unasikia, hata kama si sauti itoki, hata kama koo hailete sauti mzuri, kipawa changu ama mwito wangu ninasikia ni kuimbaji. So endelea na yako, wachana na ya watu, na Mungu mwenye huruma anakufikisha. Kama vile Mungu anachukua mtu maskini, anamtoa katika umaskini, anamtoa na anakuwa tajiri. Akikupea history yake, alifanya nini, hata yeye hajui, lakini ana kitu anajua, ni kwamba alikuwa maskini,
na alilewa kwa umaskini na alikaa kwa umaskini, lakini hajui ni nini ilikuja ikafanyika. Kakitu alifanya kakafaulu sana, na kutoka hapo akaenda ameinuka. Ni huyu Mungu ninakuhubiria kuhusu, ambaye hufanya mambo vizuri katika maisha. Usije ukafa moyo. Hayo mambo yote ningekufa moyo. Ni maana na marafiki zangu wakati walishindwa, wengine walijinyonga. Nilikuwa na rafiki yangu mzuri, tulikuwa tunamuita Muvea. Alikasirika, akakasirika kwa sababu akijaribu hili, akakasirika. Tulipokuwa jela, akachukua simiti zenye zinafanya lipea kule na akakula, na akakufia huko, kwa sababu aliona kama maisha imefika mwisho. Mimi nikakaa, nikang'ang'ana, nikabebeshwa kuni, nikabebeshwa miti, nikapelekwa shamba kubwa kulima, nikapigwa na hawa watu wa jela, nikafanywa. Lakini pamoja na hivyo sikufa moyo, kwa sababu maisha yangu si ya watu. Lima shekete lima zai. Nikasimama mbele za Mungu nikasema, siku moja nikiwa jela, ndio nikaambia huyu askari jela, nikamwambia kama kuna kuokoka, mimi ningependa niokoke. Na kutoka hapo nikaanza kuenda kanisa ya jela. Nashukuru Mungu jela kuna kanisa. Na tukakuwa huko, ninaenda ikawaje sijui ni nini, lakini ninaenda. Maana kusikia, imani inakuja kwa kusikia, na nikusikia neno la Mungu. Nikasikia neno la Mungu na nikasikia vizuri, na nikakuwa sasa kila Sunday ninaenda, na nikaanza kuchukua tu vitabu huko. Na kwa sababu nilikuwa na mbegu ambayo niliwekwa nikiwa mtoto, basi nikaanza kuelimia tena, ambapo nimekuja sasa kurudi kuokoka 1997 ndio nikaokoka. Sasa ninakumbuka hata tarehe 97 August 29 ndio nikasikia injili ikihubiriwa, kwa sababu pegu ile nilimwagiliwa kidogo ya Catholic. Hii pegu ingine nimemwagiliwa jera, ikakuja ikashoot. Kwa hivyo hata kama hujaokoka, tune Sky Kipo TV, uwe unasikia neno la Mungu. Ukikuja utakuwa tunapatana hapa Friday zote saa 5:30 mpaka 12:30. Nashukuru Mungu Friday iliyopita sikuwa, maana tulikuwa na shida hitilafu kidogo, lakini Mungu wetu ni mwema, bado injili inasonga. Saa hii tukimaliza hapa tunaenda mkesha kubwa kule Kitengera, kwa sababu kazi ya Mungu lazima itendeke. Hii ndio kazi yetu ya kwenda kufariji watu wasife moyo. Hata kama mambo ni mabaya, bado yatakuwa mazuri. Leo nimekuwa na vijana, nilikuwa nimewasungusha huku kunaitwa Right Industries, nikiwaombea kazi kwa hawa watu wa mahado haya huko. Kwa nini? Lakini unakuta wote wanasema kazi ni baya sana, kwanza siku hizi ni kubaya sana, kwanza siku hizi ni kubaya sana. Nikawambia msife moyo, hata kama hakuna hapo kuzuri, bado kutakuwa kuzuri, hapo kubaya bado kutakuwa kuzuri. Maana Yesu alisema ole kwa wale wanaochipa sasa, maana watapata njaa. Na akasema heri wale wamekosa, kwa sababu watapata. Nikawaambia ukijua neno la Mungu, hata kama kumeharibika, unajuaga kila kitu kina wakati wake. Heri wale hawana, kwa maana watapata. Ukijiweka na nguvu na hiyo, basi unagoja kipindi kingine ambapo watu wameanza kupiga simu. Yule vijana ulikuwa unasema unaweza nitumia 2, unaweza nitumia 4, unaweza nitumia 5, basi watakuwa wako kazi, kwa sababu kuna wakati wa kupata na kuna wakati wa kukosa. So ninashukuru Mungu kwa sababu usife moyo hata kama kumeharibika. Ninajua nimepitia katika kila kitu. Ukisikia nimewahi fungwa, kufungwa ndio kaburi la pili. Kabla hujakufa ile ya kuzikwa kabisa, kupelekwa jela ni kukufa ya pili. Kutoka kifo cha kabisa, ya kwanza ni ya jela. Ukipelekwa jela na upelekwe jela mzuri my brother, unaweza kufa moyo. Lakini nikajua pamoja na jela na mateso, bado kuna Mungu mbinguni. Nikakaa maisha yangu, nikakaa hiyo ya bangi, nikaona bangi nazo zimenifunga sana. Nikakutana na mtu anaitwa Magician, alikuwa anacheza magic kwa mashule, bado naye pia tukashukuana.
nikaanza kumbebea masaduku yake, nikaanza kumbebea hizo vitu anasema ni uchawi. Ilikuwa na mikia ya paka, ilikuwa na ngozi za nyoka, zilikuwa na meno ya wathoko, zilikuwa na vitu nyingi alikuwa tunaweka hapo kwa sanduku, zile za kuhusia watu uoga, ili tunapowafanyia miujiza tunapowafanyia magic kwa machule wanatuogopa kama mayo, kama sijui tulikuwa tunaiga shetani, kwa sababu tulikuwa na hata venye tulikuwa tunafaa, hata venye tulikuwa tunanyolewa, hata venye tulikuwa na. Ndio ni vizuri mtu akiokoka anabadilika hata tabia, anabadilika hata mavazi, anabadilika hata tabia, kila kitu anabadilika, kwa sababu ukiokoka tu ukiwa malasta venye ulikuwa, ukiokoka tu na ile manguo ulikuwa unafaa, ukiokoka tu na ile mambo ulikuwa, uwezi kuonyeshana picha nzuri ya wokovu. Ni lazima uonyeshane umebadilika. Kuokoka ni kubadilika. Nilikuwa natukanana, ninaongea vizuri. Nilikuwa na mabishi, ninakuwa mpole. Nilikuwa mwizi, nikawacha. Nikaanza kujifanyia kazi yangu, ili chochote kidogo ninapata kinakuwa kimebarikiwa na Mungu, na ninaishi maisha mazuri. Na alafu nilikuwa hata wazazi wangu singewaangalia, singewanunulia hata sukari, singetaka hata kwenda kuwaona. Nikifika town ninakula maisha mpaka siku nitakufa nipelekwe nyumbani ni maiti. Hata wengine ni kutafutwa, wanakuja kutafutwa. Hata wengine wanapotea na wanapotea kabisa, kwa sababu walipotea, walikataa mashauri ya kukaa mahali kuna baraka za Mungu. Ukufa moyo kunafanyaga mtu afanye mambo kama haya. Unakataa na unatoroka hata kwenu, na unasema hata watu wetu, hata sitawahi rudi, nitaenda tu mahali nitaenda kukufia. Vile utasema ndivyo itakuwa, nitaenda mahali nitaenda kukufia. Na unatoka na unaenda, na unakataa kuona watu wenu, na unabadilisha simu, hautaki mtu akuongeleshe. Hiyo kauli imevunjika, ni ya kuvunjika moyo na kuona kama kuna watu hawakupendi, watu hawakunini, hata afadhali ukufe. Na basi hiyo ndio kufa moyo ambao ninakwambia usikufe moyo. Kaa na watu hata kama ni wabaya. Haleluya, haleluya. Mimi nikakaa maisha ya watu, lakini sikufa moyo. Nikifungwa na shangaa, sikufa moyo. Nikahama, nikakuja kwa bangi, nikateseka na nikafungwa, bado sikufa moyo. Nikakuja kwa magic nazo nikafanya. Mara mingi ni mahali tulikuwa tunatandikwa na watu, kwa sababu tunaenda kufanya mchezo tukiwa walevi, na watu wanagutuka, wanaona uongo mahali tulikuwa tumeficha. Wanatuambia leteni pesa yetu, tumejua hata hii mikia mlikuwa mmeficha hapa. Na tumepigwa mara mingi sana tukiwa na profesa wangu, Profesa Master Doctor alikuwa naitwa Master, Professor Master Mike Dira, na mimi nilikuwa naitwa Professor Master Dr. Kabasha. So tulikuwa watu ambao wako na majina. Tukitembea tunaona kweli hakuna watu wengine. Tunaenda virabu, tunaenda mashule, tunaenda matauni makubwa, masoko makubwa. Tunasikia dunia iko katika mifuko yetu, lakini tuliangamia. Na pamoja na hivyo hatukufa moyo, kwa sababu bado uko uhai. Ukisikia tu ukiguza hapa, usikie roho inaduda, endelea na safari, na usife moyo, na usijiue, na usiue mtu, na usibebe mtu. Maisha, kaa maisha yako, na Mungu wetu atakusaidia sana. So nikakaa vizuri. Nilipoamua sasa, nikajua sitakufa moyo. Na ninashukuru Mungu, kuna brother yangu moja yule nimefuata. Huyo alienda, alikuwa kila tukikaa anakufa moyo. Kila tukikaa anakufa moyo. Kila tukikaa akakufa moyo. Amejinyonga mara 3. Na naye hajawahi kufa. Na saa hii hata ndio amekaa vizuri kuniliko. Hakufa moyo, kwa sababu Mungu alimuonyesha sio wewe. Alikuwa kila kitu akikuta ukuta anakasirika. Anasema afadhali sione haya. Na anajiua. Lakini wakati wote alijiua, hakukufa. Kila wakati alijiua, hakukufa. Sasa ninajiuliza, na kama alikufa, hii mambo sasa ako nayo mazuri, ako na familia nzuri, ako na mashamba yake, ako na kazi nzuri. Saa hii wakati majaribu ni makali, ndio baraka zako pia zinakuwa zimepangwa. Ninamshukuru Mungu. Usiendelee tena. Ninaangalia maruninga, ninaangalia magazeti, ninasema kama si ushawi, basi kuna shida.
kwa sababu watu wamejiua, watu wamejiangusha kwa maji, watu wameua familia zao. Juzi nimeona wengine, tumetoka kusika Murang'a juzi, vijana wawili wameshikana, wameua mama yao. Imekuwa ni hatari kwa sababu wakivunjika moyo wanaona kama ni mama anazuia wafanye kitu fulani, so wanamuondoa ndio wafike pale, lakini wanachukua laana, wanakula na wanakunywa, basi maisha yao inaisha. Leshe kete Masai, ninataka kusema hivi, hata kama kutaharibika aje, usife moyo. Chukua miguu uende, utakutana na Mungu. Unaenda kumtafuta Mungu, mambo yanakuwa. Ninataka, sisemagi kwa sababu si mabaya, na ninasema kwa sababu experience, nimepitia. Ukisikia mtu aliwahi kulala jela, ulisikia mtu aliwahi kufungwa, ulisikia watu wakiwahi kupigwa na mob, ujue si watu walikuwa wazuri. Lakini kuna Mungu mbinguni. Nilipokaa nikaona jawabu langu liko na Mungu, na nilipokaa kwa Mungu sasa, basi mambo yangu yameanza kubadilika. Mambo yangu yalianza kubadilika. Na wakati niliokoka, watu wanasemaga ati sijui ni nini. Niliokoka na 40 pop. Ndio niliokoka nazo. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu anakuokoaga na anaokoa hata hizo pesa zako. Aokoagi wewe peke yako. Anaokoa pesa zako, anaokoa ng'ombe zako, anaokoa mbuzi zako, anaokoa kuku zako, anaokoa mali yako. Kwa sababu kama hautaokoka, basi utakuwa ukiuza moja na unaipeleka kwenye laana. Lakini ukiokolewa, unakaaga ni kama mtu alikuwa usiku, mchana ukakuja. Inakuwaga ni kama mtu alikuwa wazimu akarudi timamu. So unakuwa yale mambo ulikuwa unafanya ya wazimu, wakati umepona, hata unachagaga, unasema gai, nilionekana hivi nikitoa nguo, nilionekana hivi nikifanya hivi. Kufa moyo ndio kunafanya tufanye mambo mengi ambayo inaharibu maisha yetu kabisa, na tunakuwa hatuna uwezo wa kujirudisha tena, na unaanza kuona watu wamekuchukia, na unaanza kuona watu utaona hivyo kwa sababu haujakaa maisha yako, umekaa maisha ya watu. Wakati wote umekuwa mkubwa, umefikisha miaka ya kitambulisho, umekuwa kijana sasa. Ukisikia unaambiwa wewe sasa ni mtu mzima, unaambiwa sasa ujipange. Na ninashukuru kwa sababu ya kuku. Kuku ni mnyama mdogo sana. Kuku ni mnyama wa bure kabisa. Kuku hata ukifagia anatawanya tena. Hatupendi kuku sana, lakini kuku ni mwerevu sana, kwa sababu kafaranga kakijua tu kuwa kakubwa kidogo, mama anakapiga mara 3, kanaenda kutafuta kule kando kanatafuta, na kutoka hapo kanaanza maisha yako, kanaanza maisha yake. Sisi tumeharibika kwa sababu hata tukiwa wazee tumekatalia pale, hata tukiwa wamama tumekatalia pale. Na wakati sasa utaanza kushauriwa venye utafanya, unaanza kuona umeshukiwa na wazazi, unaanza kuona watu hawakupendi, unaanza kuona hata watu wa majirani hawakuheshimu. Ukienda kukopa haupewi kwa sababu watauliza, tukimpea huyu na anasuguka hapa tu atatulipa na nini? Nini zako ndio zinakuhukumu. Tena appearance yako, nimekuambia pia ni nzuri sana, venye unavaa, venye unakaa, venye unaoga, venye unanyoroa, venye hiyo pia inaweza kukupea kazi. Watu wanatafuta, lakini wanakuona tu kilandalanda na hawezi wakakuitia kwa sababu haujakaa. Physical appearance yako si nzuri, so hakuna mtu atakutamani. Afadhali aende akatafute mtu kaunti nyingine ukiwa hapo. So anza kukaa maisha yako na mambo yako yatabadilika, na hautakuwa na sababu za kukufa moyo. Lima shake tedipai. Leo ninataka nikuambie vizuri, kwa sababu nimekuambia mara mingi, na ninahuzunika sana ninapoona bado matendo inaendelea. Tunasema tu polisi, serikali saidia. Wacha nikuambie, Mungu tu ndiye anaweza kukuangalia 24 hours. Polisi, wakati unaona bendera imeteremshwa saa 12, unakuwa umeambiwa maisha iko mikononi mwako. Hata ukisema wamenipiga, swali la kwanza unaulizwa pale kwa station, ulikuwa unaenda wapi usiku? Hiyo ndio swali ulikuwa unaulizwa. So kuna kitu ambapo wakati bendera iko juu ndio wanakuwa kazini 100%, lakini saa 12 wanaishukisha kuonyesha chochote kinaweza tokea.
So huyu Mungu ndiye anaweza kukuangalia masaa 24. Maana anasema walinzi hufanya kazi ya bure. Mungu asipowalinda, walinzi hufanya kazi ya bure. Mungu asipojenga, wajengao wafanya kazi ya bure. So kamata Yesu pamoja na askari, pamoja na mambo mengine. Haya mengine ni ya kushikilia, haya mengine ni supporter. Haleluya. Kuna ukitembea mashambani utapata watu huwa wanalima mandizi. Kidizi ni kikubwa. Kidizi ni Mungu amekusha kidizi. Ni wewe ulipanda kidizi. Unakiweka mbolea, unakiweka maji. Kidizi kinakuwa kikubwa. Kikikuwa kinataka sasa kuangusha mgomba. Sasa kuna mti inakujaga inashikilia. Sio hiyo mti ilipanda, sio miti ilipalilia, sio mti inafanya nini, lakini inashikilia. Ndio unaonaga Mungu ndiye alituweka hapa. Yeye, sisi ni viumbe wa Mungu. Msaada wetu wote watoka kwa Mungu. Lakini hawa watu mnasema serikali saidia. Hawa ni supporter tu. Sio wao walikuumba. Sio wao wanakusaidia. Sio wewe wanakufanya. Ukiangalia kwa hekima, simama na Mungu wako. Maana ndio Mungu alikusaidia, alikuleta duniani. Hawa ni kushikilia kitu. Kitu ni kushikilia. Kuna mtu Disemba, kuna wakati nimeenda nyumbani, nikaenda nyumbani nikapata nyumba imevunjwa na mixer kubwa ya kanisa imeibiwa. So nilipoenda nikaripoti. Hawa ni wa kushikilia. Waliandika tu wakaniambia basi tukisikia mahali zimepatikana tutakuita. Hawawezi, lakini Mungu anajua ni wapi ambapo ilienda. Yeye ndiye anajua. Na watu wanakaa, wanarudi wanasema, tulirudi kupata mwizi. Ameiba vitu za kanisa ingine, ameiba vitu za watu wengine, ameiba za watu wengine. Zote tukapigiwa simu, tukujie vitu zetu. Mungu alishughulika. Hata kama watu walishindwa kujua ni nani aliiba, Mungu alishughulika. Mungu mahali anaonaga hakuna mtu anaweza kukuonea. Biblia inasema ya kwamba jicho la Mungu mahali kumejificha ndio huwa linaona sana. Ni vizuri kukaa kwa Mungu, kwa sababu hapo ndio kuna msaada wako. Haleluya, haleluya. Ninataka kuongea kuhusu Usife Moyo. Hii mambo yote unaona inafanya watu waangamie na waharibu mambo mengi, na waue wake zao, na waue bibi zao, na waue kila mtu. Kuna mtu hata anavutwa anaenda kuua watu. Juzi kuna wakati nilikuwa nimeandikwa Kikuyu kule Nairobi. Kikuyu kuna mahali kuna mafactory mengi kwa Joroge Mungai. Nikaandikwa kule kwa factory kubwa ya viberiti, na tulikuwa tumewekwa security. Tulikuwa tunaitwa Mahan security guard, na nilikuwa major wa security, na tukafanya kazi vizuri. Sijui kuna watu walikuja wa Masai wakalipisha pesa kidogo. Tulipata wa Masai kwanza walikuwa ndio wameajiriwa ma security huko, lakini hawa watu wa mafactory wakasema washa tuweke security yenyewe. Wakatoa hawa wa Masai wakakasirika, wakaenda wakaokotana usiku tukiwa kazi, wakakuja wakakata watu. Bahati mzuri sikuwa kazi siku hiyo, lakini asubuhi nikiingia chute nilikuta watu wote wamefungwa vilemba katika vichwa zao, kwa sababu walikuwa walilala kutandikwa usiku. Hawa watu walikasirika kwa sababu walifutwa kazi. So wakakufa moyo, wakashukua sharia. Sasa wametufuta, tutafanya nini? Tutaenda wapi? Wanataka tukule wapi? Hiyo ndio mawazo ya mwanadamu ambaye inakujaga na inamharibu. Inamharibu. Unashukua hatua ambaye si nzuri. Basi walirudi kuokotwa. Sijui walifungwa jela gani. Ninataka kukuambia, hata kama mambo yataharibika aje, usife moyo. Maana ukifa moyo unachukua hatua mbaya yenye inakupeleka kwenye shida kubwa kuliko ile ulikuwa nayo. Ninataka kukuambia mara ya tena, majaribu inakuja ili Mungu akutoe mahali alikuwa akupeleka mahali pengine. Namba 2, Biblia inasema majaribu inakuja ili upate nguvu, lakini sio uishe. Lishe kete Masai. Hebu nikusomee neno la Mungu katika kitabu cha Ayubu. Ayubu 8 mstari wa 6 na wa 7 inasema hivi: ukiwa wewe usafi na mwelekevu, hakika
yeye sasa angeamka kwa ajili yako na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Haleluya. Ukifanya mazuri, ndio unaambiwa hapa sasa, ikawaje unaweza kuwa ukiwa wewe usafi na mwelekevu, hakika yeye sasa angeamka kwa ajili yako na kufanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Kile kitu kinafanya tuteseke ni kwa sababu tunatoka kwenye haki, tunatoka kwa uzuri, tunatoka kwa usafi, tunaenda kwa uchafu. Mawazo mabaya ndio uchafu. Hii unasikia ya kusikia nimekasirika, nitachukua panga nitafanya. Hiyo kesi unasikia nitafanya. Hawa vijana wameua mama yao, nimesikia hata walimuua, alafu walikuwa na acid wakamumwagilia, walikuwa wanataka aoze. By the way, huyu mama amesikwa akiwa kwa makaratasi kwa sababu alikuwa tayari wamemharibu na acid. Sijui walikuwa na mpango gani. Ni wakati mumetoka kwa usafi mkaingia kwa uchafu. Lishikete Masai, ukawa mchafu. Ukiwa mawazo machafu na nia baya, basi unaweza amua mambo mabaya. Tujaribuni sana kuweka moyo safi hata kama mambo ni mabaya, kwa sababu si mtu ameharibu maisha yako. Wewe tu ndio ujikamate, ukae maisha yako. Wacha kukaa maisha ya mama yako, wacha kukaa maisha ya baba yako, wacha kukaa maisha ya watu wengine, wacha kukaa mambo ya watu. Saa hii kuna kampeni, wacha kukaa maisha ya vyama hivi na vile, kaa maisha ya Mungu. Leshekete Masai, uchaguzi haujaanza saa hii. Hata samani watu walishaguana, lakini hakukuwa na maneno ya kubebwa na watu. Unagoja, tumetangaziwa tayari tutachaguana tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2022. Hiyo tunajua. Basi tulia, utasikia ni nani roho yangu itakusaidia. Ni nani anafaa kufanya venye tunataka. Wachana na uongo mingi, wachana na marangi mingi. Itafaa kwa watu, watafaa kwa marangi. Tukiona blue kama imesoeleka, tunaweka green. Tukitoka green tukiona inasoeleka, hata tutaweka white. Hata kuna wakati tutuwekea dafu. Dafu ni nzuri, ni ya white na tumeikua. Na wale walituwekea dafu walikosana. Sasa tufanye nini? Tujitahidi kwa Mungu. Huyu Mungu ndiye ako na haki yetu. Lishikete Masai, kaa maisha yako. Ukae maisha yako, hautakuwa na shida. Maana kila kitu kitakuwa kizuri. Ukichaguana, yule atapita, abia moyo ni sawa. Tuendelee na maisha. Lakini kitu hatutasahau kusema, watu wa Mungu, ni tuombeeni amani. Amani, amani, amani yenye inapeana na Mungu ndio inaweza tu kututosha. Amani ya watu haitatusaidia. Amani ya watu, unajua, ni kupesiri moja. Amani ya watu haitoshi watu wote, kwa sababu amani yangu sio amani yako. Kuna mtu atapata amani wakati yeye ako kwa kiti, na yule mwenye hayuko kwa kiti hatapata amani. So wala wako kwa huyu wako kwa kiti ndio watakuwa amani, kwa sababu ni nini? Ukitaka vizuri, kaa vizuri na watu wote. Kaa na Mungu. Yeyote atakaye kuja, kuwe na amani. Ujifanyie kazi yako. Hiyo unafanyaga, endelea kufanya. Usifuate mambo ya watu. Itapoteza ndoto yako na itakupeleka kwenye mambo ya kufa moyo. Lishikete Masai, mimi ninajua siku itakuja. Hata saa hii sijapanga, lakini ninajua siku itakuja. Wakati Mungu mwenyewe atanishauri. Wakati Mungu mwenyewe atakushauri na utafanya vizuri kadri na mapenzi ya Mungu. Kwa sababu kuna mambo utajiingiza na utakufa moyo. Ukikufa moyo, kwa sababu wakati mambo itaenda venye hautaki, basi lazima utavunjika moyo. Aidha uanze kutukanana, aidha uanze vita, aidha uanze ubishi, aidha uanze kila kitu kitafanyika, kwa sababu mtu akichafuka roho na mawazo, basi ndio shida inaanza. Wakati umepanga kitu kinaenda contrary, hapo ndio watu wanajinyonga, hapo ndio watu wanafanya vituko. Hata kwa mpira unaonaga wanaanza kupledge. Mimi nimepledge kama Arsenal itashinda nitakupatia gari,
kama nitaninia. Sasa anakuwa na uhakika kwamba hii yake itashinda na gari yake haitaenda, lakini kwa bahati mbaya basi yenye alikuwa anataka ishinde inashindwa, gari inaenda, anaanza kutoa vita na anaanza kukataa na gari, na ni kitu aliandikiana. Mambo inakuwa mabaya. Wacha kujiingiza kwenye mambo inaweza kukufunja moyo. Kaa kwa mambo ya amani, kuwa neutral, naye Mungu wetu atakusaidia. Kaa na Mungu. Mungu hana ubaguzi. Ukikaa na Mungu utakaa maisha ya amani. Basi Biblia inasema kama utakaa kwa haki na ukae kwa amani, naye Mungu ataamuka na ataanza kutimiza ndoto zako vizuri. Hata kama mambo si mazuri, hata kama mambo yako chini, basi atainua. Tena akakwambia verse 7, anasema tena, ijapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Yes, usiwe na shida. Wacha tamaa, wacha kuvunjika moyo. Chocho kidogo uko nacho, tuliza. Kaa tuna mawazo mazuri, kaa tuna nia nzuri. Mungu akiamuka akuja atatimiza hiyo kazi yako. Anasema hiyo mambo yako madogo, usikufe moyo. Atakuja atayaboost na atakuwa mwanzo, atakuwa mwisho mkubwa sana. Afadhali mwisho. Daudi naye akasema heri mwisho mwema kuliko mwanzo mwema. Wakati mtu anaambiwa ni kuonyesha utagaza little by little mpaka itakuja kuwa utajiri mkubwa. Shida ni kwamba savings imeshida watu wengi, kidogo 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 kidogo. Na usife moyo. Hii jina usife moyo ninairudia sana, kwa sababu kukufa moyo ndio inafanyaga uone hapa kufaulu na unaanza kuhamia hapa pengine. Hapa naye unaona kama ufaulu, unaanza kuhamia hapa kwingine. Hapa naye unaona, na katika hiyo unasema nimejaribu zote zimeshinda. Kuna mama ameniambia ameombea mzee wake sana na ameona hata abadiliki. Ni muhoire mno. Ile muhoire gakinya mwisho. Sasa pengine hapo mwisho kama bibi yangu aliniombea sana, kwa sababu aliokoka mara 3 mbele yangu. Akiokoka ninamrudisha nyuma, akiokoka ninakuja na shanga kwa nyumba na mituki. So ninajua mahali watu wanapitia, ninajua uwezo wa shetani vile anakukamata. Ni kuamua, unamua, unaweka mawazo mazuri. Biblia inasema ukikauka tu, uwe na nia nzuri, uwe na mawazo masafi, uwe na nini, ataamuka naye atakuja atatimiza ndoto zako katika jina la Yesu. Na anasema ataamuka kwa ajili yako na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako ungeongezeka sana. Lishikite Masai. Sikiliza maneno. Mtu anatoka chini. Mimi wakati nimekwambia niliokoka na shilingi 40. Nilianza chini. Nikaanza kutafuta vitunguu. Zamani kitunguu ile ya majani ulikuwa unangoa kiote kilikuwa kinangolewa na shilingi 3. Alafu unaenda unagawa kinatoka shilingi kama 4 ama 5. Alafu nyanya ninakumbuka zilikuwa tunatoka kilo moja ilikuwa nyanya 12. Unagawanya zinaleta shilingi 6. Sukuma zilikuwa zinatoka matawi 21, shilingi 1. Unaweka matawi 7. Kwa hivyo shilingi 1 inaleta shilingi 3. Nilianza hapo. Usidharau mwanzo mdogo. Hiyo kakitu ndio kametupeleka. Tumenunua makao, tumenunua ingine, tunaendelea. Maisha yalibadilika. Tumelea watoto 7. Sasa wale wako wa mwisho ndio wako 8. Tumelea watoto pole katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hiyo kitu ninakwambia shilingi 40 ndio imekuja imenunua kashamba, imenunua kapiri, imenunua katatu, imelea watoto 7. Maisha bado tunakaa na tunaendelea. Usidharau mwanzo mdogo. Aigawaje ni mdogo, unaweza pandisia ukiwa mkubwa sana. Ninaitwa Bishop Patrick Kariuki. Ninahubiri na kanisa inaitwa Right in the World Church ambayo nimeanzisha 2010. Na ninashukuru Mungu kwa sababu watu wameokoka sana kutoka wakati tumeanzisha hili kanisa. Ninamshukuru Mungu pia kwa sababu tunahubiri mambo ya mwangaza.
na tunataka mashauri tunayo. Huwaga tunakutana pale Kariuki Alhamisi, kila Alhamisi saa 4 mpaka saa 11 tunakuwa hapo na maombi ya kuongea na watu, kushauri watu, alafu kuomba nao na kuombea maomba shida na magonjwa na mambo mingi ambayo Mungu anaweza kufanya. Alafu Mungu ni mwema, ukitaka kunitafuta nitakupea simu. Tukitoka studio tunaweza tuongee. Ukitaka kubariki huduma hii na sadaka, hii namba nitakupea, inaweza kufanya mambo haya yote. Iko 0720 83 33 74 0720 83 33 74. Ukituma sadaka yako Mungu atakubariki. Ukiniuliza swali, ukitaka maombi, ukitaka mashauri, ukitaka jambo lolote, tutaongea na wewe na Mungu akubariki. Baba ishie milele katika jina la Yesu. Nataka nimbariki msikilizaji huyu wangu, ili Bwana wa majeshi watakapoweka mawazo yake safi na moyo wake safi, unasema utaamuka na utaanza kushughulikia mambo yake ambaye ni madogo sana, ili Bwana uyapanue, uyafanye mengi. Mahali alikuwa avunjike moyo, Bwana wa majeshi umuondolee, umuinue na umfanye mambo mazuri, naso sifa na utukufu sikakurudie. Nimeweka mikono kwa watoto wetu. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani ikavunje ngome na mipango yote ya shetani ambayo imeharibu watoto na kuwaingiza kwenye kaburi la mauti. Bwana wa majeshi ukawakomboe, kwa sababu uko na nguvu na uko na uwezo. Utakapowaokoa Bwana, sifa na utukufu ni zako. Ni kwa jina safi la Yesu nimeomba na kushukuru. Amen, amen, amen. Mungu awabariki, awatende mema. Tukutane Friday ijayo masaa kama hayo. Hallelujah. Amen, amen, amen.